Kuna watu walikuwa na mawazo ya uzinzi. Unajua mawazo, mtu hawezi akasema, yani wazo ni sauti ya ndani. Mawazo ni sauti ya ndani, ni sauti ya kwenye nafsi. Wababa naomba mnisikilize. Wababa Bwana asifiwe. Wanaume Bwana asifiwe. Nilimsikia mtu mmoja anamwambia mtu fulani, yule dada alivaa nguo yake, lakini ile nguo inaonyesha maungo yake ya maziwa sehemu. Unajua wanawake tumetofautiana, kuna wana maziwa makubwa kama ya kitulo, size inayofuata, alafu tupo wakina sisi. Sasa wale wenye kitulo wale, kuna namuna ambayo hata wakivaa nguo hapa juu, hata funge ziwa huku, utaona kuna mchirizi unapoanzia ule wa maziwa unaonekana. Sasa baba yule akamwambia, kwa hiyo wewe umevaa hivyo unatutega? Na ni mtumishi wa Mungu. Ngoja niwaambie, si sapoti wanawake kuonyesha maziwa, lakini mwanamume ukiona tu mchirizi wa maziwa unategwa, kuja ukoka bado. Narudia tena, mwanaume yeyote ukiona umeokoka, unasema mimi ni mtumishi wa Mungu na Yesu ni Bwana, ukiona mchirizi wa mwanamke wa maziwa unategwa, bado tamaa zinasoma gauge, bado hujaokoka. Potukuulize mpendwa wa Mungu, wewe ambaye ukiona tu kamchirizi, sio ziwa lote, maana yeye nimeona mimi halikuwa ziwa, wako wanaotembeza maziwa huko, yule halikuwa ziwa, ila mchirizi. Anaona mchirizi, anaona kutegwa. Vipi akienda Mbeya Carnival? Vipi akitembea mitaa ya Mbeya Carnival? Vipi akitembelea mitaa ya Nairobi? Vipi akitembelea mitaa isiyoeleweka wakati wa jioni, hata mchana? Kwa wewe utakuwa unaanguka kila siku. Tukuulize, utaishi dunia gani? Utaishi ulimwengu upi? Wanaume muokoke macho yenu. Muokoke macho yenu. Muokoke macho yenu. Kuna watu wanasimama kabisa, unagundua huyu ni tamaa ya macho, huyu hajaokoka macho, huyu hajaokoka. Dunia ya leo unatishika na michirizi ya ziwa. Mwingine alisema, anamwambia mwanamke, hiyo sisi wa mama mikanda yetu ya nguo ya sindiria ya ndani umeonekana mkanda, na yeye anasema unaniteka. Jamani, unanitega? Unavaaje mkanda wa sindiria nje? Maana yake huyo mtu tamaa za mwili ziko spidi ya 160. Akiona sindiria mwili unawaka tamaa, akiona sijui mtu amevaaje mwili unawaka tamaa. Utaishi ulimwengu upi? Bwana tengeneze macho yako. Bwana aponye macho yako. Okay? Ukiona sindiria unatetemeka. Vipi tukianza kukemea mapepo hapa? Pepo limeruka sama sote kule, mashemasi wamechelewa kudaka vitenge, utaanguka. Pepo limeruka, paja liko kule. Na sisi Mungu wanawake tumeumbwa. Anapita mwingine hapa ameumbwa, ukiangalia mguu wako na hii pepo limemfuma, na wewe ndio unakemea. Sasa si ndio yanatokeaga watu wanazini na watu wenye walioenda kuwaombea? Si mmesikiaga mchungaji, mtu alienda kumwombea mgonjwa, pepo na akazidi naye kule kule. Hujaokoka. Niseme wazi, mtumishi wa Mungu anasema kwenye Biblia, niliweka agano na macho yangu ya kwamba kwa nini nimwangalie mwanamke mpaka nikateseke. Niliweka agano na macho yangu. Vijana wa kiume, mkitaka kukaa vizuri, weka agano na macho yako.
Ni kweli Mungu alisema tamaa ya mwanaume itakuwa kwenye macho, lakini weka agano kwenye macho yako. Kwenye dunia hii maana yake tutakuwa na wachungaji wengi wazinzi, tutakuwa na vijana wengi wazinzi. Kila ukiona mwili wewe unaanguka. Hapana, vingine sio wanawake, vingine tengeneza agano lako na Mungu kwenye macho. Wako waliopona macho yao, wako wanaume waliopona macho yao. Hata binti akijifunua anamwambia vaa vizuri mpendwa, kazi inaendelea. Haleluya, haleluya, haleluya. Wewe ni mtumishi wa Mungu, umetuma kuwahubiria watu kule, umewakuta wazinzi, utazini nao? Weka agano kwenye macho yako, weka agano kwenye macho yako. Hata ukiwaona wazinzi uone kama wamevaa nguo, maana umewapelekea injili. Agano la Mungu likikaa kwenye macho yako, hata wafanye chochote hautatikisika, kwa maana wewe uko sawa na Mungu wako.